kama hivi. Nikikwambia peleke hivi. Nikikwambia peleke chini na upeleke kweli. Unanielewa? Chochote unachokiona uruchome. Na hayo ndio mafanikio yako. Unanielewa? Amade. Peleke. Unamwelewa? Sasa wewe si uchome. Wewe bwana. Ha, wewe marumbano. Wewe bwana wewe. Hey. Mganga, mimi nikuombe tu msamaha kwa sababu yule mtu nimemleta mimi. Na mimi nashangaa kwa sababu tulishakubaliana kabisa anaweza kila kitu. Luonie uganga kazi. Luonie. Hapo sasa hivi ulipo katika mikono yako una baba tena. Hivyo unatakiwa uwe makini. Alafu isitoshe, sasa hivi una uhuru wote wa kutoka nje na kuingia. Ila ninachokuomba, usijaribu kuingia katika makundi mabaya. Hapa mtaani watu wanakuangalia kwa jicho la pili. Na msimamizi mkuu alikuwa ni baba yako. Kwa jitahidi kujisimamia mwenyewe. Nafanya kitu ambacho kipo sahihi. Niangalie mimi. Tangu unifahamu, ushakusikia kitu kibaya kunihusu? Tu safi yangu. Mimi nakushukuru tu kwa wema wako ulionionyesha. Tangia baba alifariki mpaka leo upo bega kwa bega na mimi. Na msaada wako bado naendelea kuhitaji rafiki yangu. Kama unavyojua nimempoteza baba, nimempoteza mama. Naishi na kaka tu. Na mimi ni mtoto wa kike, sio kila kitu naweza kumwambia kaka yangu. Kwa naomba bado uendelee kuwa na mimi kwa sababu msaada wako bado nauhitaji rafiki yangu. Usijali kwa hilo. Alafu na pia ukiwa na jambo lolote ambalo unataka unishirikishe, usiogope kunifuata na kuniambia. Hata kama sina kikubwa cha kuongea, ila nitakupa ushauri unaokufaa na ambao utakujenga katika maisha yako. Sawa, mimi nimekuelewa rafiki yangu. Na msaada wako yaani umenisaidia sana kwa kiasi kikubwa. Sitakuja kukusahau katika maisha yangu. Wakidawa. Abe, Kuna shida gani huko? hamna kitu kaka, ni ndoto tu. Uko sawa lakini? Niko sawa. Ni nini hiki? Au ndio matokeo ya kile nilichojaribu kukifanya? Natakiwa nijivishe ujasiri sasa. Huenda kile nilichokiona ndiyo njia pekee ya mafanikio yangu.
Kwa kuwa tumeshazungumza, tumeelewana, hakuna budi tena kutekeleza, na wewe ndo mfanyaji wa kila kitu, unanielewe? Ukisikia mtu amekue, hapo ndo umekue. Na ukisikia mtu ameshakuwa mkulungwa, ndo wewe. Sasa hivi umeifanya kazi. Kazi yetu imekwisha. Basi mimi niseme tu kwamba mtaalamu, nashukuru sana kwa kunielewa na kuweza kumpokea tena kwa mara nyingine na mpaka kufanikisha hili. Baada ya dakika 5 utapata majibu kwenye maboma yako. Unanielewe? Mnaweza mkaenda, mnaweza mkaenda, mnaweza mkaenda. Vipi ndugu zangu? Safi, mbona unaonekana uko hivyo? Kuna msiba? Ndio, kuna msiba. Umejuaje? Tumba, yaani kwa namna ya muonekano wako tulivyokuja nao, inaonyesha wazi huko ulikotoka kuna tukio. Na hilo tukio huenda itakuwa sio dogo na utakuwa ni msiba. Kwa hiyo kama unasema ni kweli kuna msiba, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sahihi kweli. Kuna msiba. Lakini kaka Malumbano, mbona kama umeshtushwa sana na hii habari tofauti na kaka Kiweba? Kwani wewe una udugu na kina mzee Majengo? Hapana. Unajua nimestuka kwa sababu ili jambo limenihuzunisha sana, kwa sababu kila nikitafakari wazee wa mtaani kwetu wanazidi kuondoka hapa duniani. Hivyo wewe Tumba, mimi wewe pamoja na Malumbano, si wote toka tuko wadogo tunacheza wote mpaka umri huu ambao tuliofikia. Ina maana wewe familia ya Malumbano na familia ya mzee Majengo toka lini ikawa familia moja? Wewe usichokielewa ni kipi hapa? Kipo kilichonishtusha kidogo kutokana muonekano wake yeye baada ya kutoa hii taarifa, na kwa kweli nimekuwa ni vitu vili tofauti. Ameshtuka sana, ndio maana nikamuuliza, kwani kaka una udugu na kina mzee Majengo? Kwa sababu mzee Majengo si mnafahamu kwa alikuwa anaumwa muda mrefu tu, yupo kitandani, ndiye ambaye aliyefariki, na mimi ndo nimepewa hiyo idhini ya kuja kutangaza kwa kila mmoja kwenye. Nisikilize Tumba. Kiweba, Tumba, kwa sasa hilo halina muhimu. Cha msingi hapa inapaswa wewe na Kiweba muwae msibani. Mimi ngoja nitoke hapa niende nyumbani kwanza mara moja. Sawa? Sawa, haina tabu. Basi tutakutana msibani. Sawa. Mbona hivyo kaka? Vipi, uko sawa? Mimi niko sawa. Hakuna tatizo lolote la kutokea leo? Hakuna tatizo lolote.
Hebu nyanyuka kwanza, nyanyuka. Yaani hakuna tatizo lolote lilokukuta leo. Hebu geuka. Umeshindaje? Mimi nimeshinda salama tu hapa, nimekaa zangu ndani, nikaona sina kazi ya kufanya. Nikasema ngoja nichukue shati lako nipate kukushonea. Kwa sababu najua kakaangu hauna uwezo wa kwenda kununua shati wala hauna uwezo wa kupeleka nguo kwa fundi. Kwa hiyo nikaona sio mbaya nichukue nikushonee kakaangu. Lakini una taarifa za msiba? Msiba? Ndiyo msiba. Mzee Majengo amefariki. Amefariki? Ndio. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Na ndio maana naona nipo katika hali hii. Nikajua labda utakuwa umeshaenda msibani. Sasa imenishangaza kukuona bado uko nyumbani. Kufanya hivi, iache ile nguo, nenda msibani kwa sababu wenzako wote wako msibani. Alafu baadaye tutakuja kuimalizia. Mimi naendelea naye kujiandaa, tutakutana huko sawa? Mtaalamu, ujio wetu huu wa mara nyingine ni kwa sababu ya jambo moja tu. Yaani jambo letu ni kwamba najua baada ya kufanikisha lile tukio ambalo ulompa huyu afanye, na ukatuambia kwamba tayari tutakuwa tumeshamaliza kila kitu, lakini tunaona kuna utofauti. Sasa nilikuwa nataka nifahamu, au bado upo katika hali ya kumpima ili kujua kwamba ana moyo wa kiasi gani? Kivipi? Mara ya kwanza baada ya kuja hapa ulituambia baada ya tukio ambalo tumelifanya, baada ya dakika 5 tutakuwa tumepata matokeo, si ndio? Pamoja na mabadiliko. Lakini cha ajabu, tulivyokwenda nyumbani hakuna mabadiliko yote ambayo yalotokea. Kitu ambacho cha kusikitisha zaidi kwamba yule mtu ambaye tuliyemuua hapa tumeenda nyumbani yuko mzima na hana tatizo lolote. Sasa hii tunashindwa kuelewa inakuwa kwaje? Au kuna kitu gani ambacho kinaendelea? Na kama unavyoniona sijapata mabadiliko yoyote yale. Sasa hatujaelewa hiyo. Yaani hiyo ndio itakuwa kazi yangu ya kwanza kufeli. Sijawahi kushindwa kazi. Ila ngoja tuone. Kwetu Zaidani, kwetu Zaidani tunavyojua, kwetu Zaidani, kwetu Zaidani tunavyojua, kwetu Zaidani, kwetu Zaidani tunavyojua, kwetu Zaidani, kwetu Zaidani tunavyojua. Salama Hakuna unashangaa mwanangu. Wala usipate shida. Usinishangae, mimi ni mama yako. Marehemu mama yako alikuwa ndio rafiki yangu. Sawa Kwa hiyo usinishangae mwanangu. Sawa mama? Kwa hiyo sione ni kitu cha ajabu. Sasa basi Mungu katukutanisha kama hivi nikueleze, kwa sababu mwanangu ulikuwa mdogo lakini sasa hivi umeshakuwa mkubwa. Na msichana akisha kuwa mkubwa kuna mambo mengi yanajitokeza. Sasa inabidi nikupe kitu ambacho kinahitajika wewe ukipate. Hiki nikiona ni mila kwa mtoto yoyote akikua lazima ikiavalishwe. So mama hayupo, mimi inabidi nifanyeje? Nikuvalishe. Umeshaelewa mwanangu? Naona hii kitu inabidi ukivae, ndio mila yenyewe mtoto akikua. Pandisha idea, pandisha vizuri.
Sasa basi, kitu hiki mwanamme aina yoyote anaitwa ni nani? Ni mwanamme, asikione. Umenielewa vizuri mama? Nakuelewa. Ukiangalie sana. Umeshaelewa? Sasa mwanangu, mama hayupo, badala mama mimi nipo. Sawa? Wewe usiwe na shida. Kwa hiyo kuanzia leo mimi ndo mama yako kwa shida na raha. Lolote itakalo na tofauti kwako nifuate. Pale kwa mzee Juma, unapajua? Napafahamu. Unapajua Basi ukija pale utanikuta. Karibu sana. Sawa? Mungu. Yaani Mungu anatisha. Huyu mtoto nimekutanishwa naye. Ulichoningengea, umengengea, umeningengea kweli. Hii kazi naona kuna unjurudu umefanyika. Na hata mara moja sijawahi kudukiwa na kitu kama hii. Kuna mwanadamu namuona ameingilia katikati. Ametokea wapi huyu? Lakini ni wangenge kitu kimoja. Mimi sijawahi kuchindwa hata nusu kidogo. Mnanielewa? Sijawahi kuchindwa hata nusu kidogo. Kwa kuwa kazi yote mmeshaitenda tayari. Ina maana mulishamalize. Sasa naomba muniachie mwenyewe. Hii kazi ni pambane nayo. Sababu kazi imeshakuwa kubwa, imeshaongezeka. Nakupa masharti. Endapo itakamilike. Ikikamilike, inabidi wewe mwanadamu na wewe mwanadamu tukafanye mazishi saa 8 za usiku. Alafu bwana, kwenye maboma yako utapokuwa unaishi ndipo mazishi hayo yafanyiki. Lakini sehemu ile inakwenda shichafu ile shichafu inakwenda najisaidie pale. Na hapa jue pale nakwenda najisaidie ndipo na kaburi lake linandakiwi pale. Yaani ni hivi. Unachotakiwa kukifanya, sehemu ambayo utakayojenga nyumba yako, basi ndio iwe sehemu ambayo kutakuwa na kaburi la huyu mdogo wako. Kwa hiyo mdogo wako akishafariki, sawa ile maiti yake tunaenda kuzika sehemu ambayo kutakuwa na choo. Yaani kwenye hiyo nyumba ambayo utakayojenga, sehemu ya choo ndio kuwe sehemu ya kaburi la mdogo wako. Sasa hii inawezekana vipi? Kwa sababu mimi hata hiyo nyumba sina. Kwani wewe umekuja huku umekuja kutafuta nini? Sawa. Sawa. Sawa mwana.